Hotuba ya mlimani iko katika kitabu cha Mathayo sura 5. Na mkianza hapo. Na hiyo hotuba ya mlimani hujulikana kama hotuba ya Kristo mlimani, ndio wanavyoita hotuba ya Kristo mlimani. Ina ufunuo wa kanuni za Mungu za haki ambazo kwa hizo Wakristo wanapaswa kuishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Katika hotuba hiyo ili waisikie wakati aliposema, kwa sababu kuishi wa Kristo tuishi katika imani kwa kutuweka imani katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa njia ya nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu hatuwezi kuishi kwa imani bila nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna hiyo imani. Hatuwezi. Kinachotufanya tuishi kwa imani, tufanye nini? Tuje kanisani, ni Roho Mtakatifu. Tusifikiri kama tunakuja bure tu kwa sababu tunazoea. Kama ni kuzoea, wengine wanazuni kwa sababu nilizaliwa katika kanisa, baba yangu ni Mkristo, nimezoea. Lakini pamoja na kuzoea kunakuja udhaifu. Lakini kama kwa sababu ya Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, ndio maana nasema kesho ni siku ya Mungu, tutaenda kanisani. Kwa kweli mtu anakata usingizi wa leo. Usingizi wa leo siku ya Mungu unakuwa usingizi mzuri sana. Kama ni usagapi ngasa moja mtu anaweza kula kubuni kidogo siku ya Mungu. Lakini siku ya kwanza usingizi utakuwa pale. Sasa nilikuwa na usingizi mzuri sana. Ni siku ya neno la Mungu. Bwana Yesu sana. Usingizi unakuwa mzuri. Lakini usiupe wakati. Kwa sababu kupitia usingizi unaweza kujaribiwa. Unasema nenda wiki nyingine. Kuna wengine wanakuwa na mimi sasa wengine kanisani. Nenda wiki nyingine, nenda wiki nyingine, nenda wiki nyingine, nenda wiki nyingine. Lakini wewe unalipa. Kwa hiyo baridi unasimama, mimi nitaenda kanisani. Mshukuru Mungu, ndani yako mna kitu. Kile siku nasema hilo neno. Hamko bure. Na hicho kitu ukitumikishe. Tumikishe kilichokuwa ndani yako. Tusikae kikawaida. Mna kitu kinakusukuma. Niende kanisani. Kwa nini? Usipoenda kanisani unaona kama sikwenda kanisani leo kabisa. Hakuna mtu anakudai. Kile kuna kitu kwambia wewe kwenda kanisani. Kile kinachokudai si shetani, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hotuba hiyo Yesu alisema hivi. Tusome 5 kwanza hapo. Alisema naye alipowaona makutano, aliona watu, alipanda mlimani. Na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafungua kinywa chake, akaanza kuwafundisha wanafunzi wake. Akawafundisha akisema, neno la kwanza aliwaambia, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni kwa mbinguni kwao. Sasa heri maskini, umaskini wa namna gani? Mara nyingi hapa tunasema heri maskini wa roho, maskini wa roho mwenye kugonjwa tension. Ndio mtu akigonjwa tension ni maskini wa roho. Labda mtu akiumia ama mtu akiwa roho yake haiko sawa, ndio maskini wa roho. Maana ndio atamwona Mungu. Anasema ndio atafanya. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wa maskini wa roho. Wale maskini wa roho hawana kinga, hawana gari, hawana nyumba, ni maskini wa roho. Nafikiri hapo tunaisha tu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa ndio maskini wa namna gani? Ndio maana nimesema ile neno kwanza tulichambue kidogo. Kwa maskini wa roho ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana katikati yetu kuna maskini wa roho. Usiogope kusema kuambia wanao wewe ni maskini wa roho. Ukiwa mheri katika maskini wa roho, maana una bahati.
maskini wa roho wako na bahati. Ndio nikwambia jina gani nimeweza kuambia kichwa changu hapa majina mkanisa. Irene Mgoi ni maskini wa roho. Hata kuja kanisa. Basi mimi ndio maskini wa roho. Ndio maskini wa roho. Kama wewe ni maskini ya roho, wewe ni muheri. Anasema heri. Heri msema mu Francais. Sasa heri maskini wa roho. Neno heri linamaanisha ustawi. Bwana Yesu sana. Linamaanisha ustawi. Maana tukisema kama huu mtu unastawi, maana unakomaa vizuri, unapamba vizuri, uko sehemu nzuri, mtu unastawi. Neno heri, ustawi. Na wakati wanasema wewe heri maskini wa roho, maana heri kwa roho inayostawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika ustawi huu wa wale ambao kwa sababu ya uhusiano wao na Kristo na neno lake, kwa sababu ya uhusiano wao na Kristo na neno lake, ndio maskini wa roho ni wale ambao wana uhusiano wao na Kristo, wana uhusiano, ndio maskini wa roho. Sio maskini wa kukosa chakula, ndio roho inaumia. Mimi ni maskini wa roho na nikosa chakula. Hapana. Wewe si maskini wa roho. Wewe ni maskini wa njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una njaa. Na kuna mengine, lakini maskini wa roho ni ambao wale ni sababu ya uhusiano wao na Kristo na neno lake wamepokea ufalme wa Mungu. Maskini wa roho wamepokea ufalme wa Mungu ambao hujumuisha upendo, utunzaji, wokovu na uwepo wake kila siku. Mtu akiwa maskini wa roho, ndani mwake mna upendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe kuwa maskini wa roho maana yake ndani mwako wewe una upendo. Upendo wa kupindukia ambao unao ustawi, unaofanana na Mungu. Ndio heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hao ndio wanaitwa maskini wa roho. Na kwa njia ya tuangalie kitabu cha Luka 24:15. Kitabu cha Luka 24 mstari wa 15. Inasema hivi: akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Akaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Mama ndani ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Bwana sana. Amen. Hao ndio maskini ya roho. Wakati walienda pale akawabariki, akajitenga nao, ndio sifa. Yesu alienda mbinguni. Wakaenda Yerusalemu kwenda kusubiri Roho Mtakatifu. Maana yake hawezi kuwa maskini wa roho kama ongoza Roho Mtakatifu. Kinachofanya mtu astawi, afanye kama vile Mungu anavyopenda, muda wote fanya kama vile Mungu, lakini mtu anajitahidi kutenda kama vile Mungu atakavyo. Hao ndio maskini wa roho. Wanapenda watimize yale ambayo Mungu anayopenda, kama vile Mungu anayotaka. Kutimiza mapenzi ya Mungu kama ilivyo. Na ndivyo ilivyo wa mitume wale wakati walipokea Roho Mtakatifu, walifanya kazi ya Mungu na kutimiza yale aliyowaahidi Yesu. Walifanya kazi. Hakuna siku tutasema wa mitume waliacha hapa, walisahau hapa. Walioyafanya mpaka sasa yana maiki ni moto tu. Hayabadiliki. Na hakuna mwingine anafanya kama wale.
tunajaribu. Maana wale walikuwa maskini wa roho. Ukifanya kazi ya Mungu kama ilivyo na kufuata mapenzi ya Mungu, wewe ndiye maskini wa roho. Maana hapa kanisani kuna maskini wa roho. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa kuna maskini wa roho. Siku nitamaliza kuexplain mzuri hii vyote, kila mtu atajua nafasi yake. Inaomba mtu awe na hivi. Bwana kimoja tu inatosha. Vingine vyote viko ndani, lakini kimoja ndio kitatumika. Kama wewe ni maskini ya roho, utakuwa maskini wa roho. Na hii itakufaa, itakupambeleza Mungu. Kwa sababu utatenda kishi Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo fulani yanayotakiwa ikiwa tunataka kupokea baraka za ufalme wa Mungu. Ni lazima tuongozwe na njia za Mungu na mienendo iliyodhihirishwa katika maandiko matakatifu, na sio kwa njia ya mienendo ya dunia. Maskini wa roho ni mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini hawezi kutenda ya dunia, anatenda ya mbinguni, anatenda yale ambayo Mungu anavyotaka, mapenzi ya Mungu. La kwanza ni kuwa maskini wa roho. Kuwa maskini wa roho ni lazima tutambue kwamba hatujitoshelezi kiroho, tunahitaji maisha ya Roho Mtakatifu. Maskini wa roho ni mtu ambaye hajisikie kutosheka. Unajua mambo mengi tunapoteza baraka za Mungu na kuwa mbali na Mungu bila kujua, tunasikia nimetosheka. Mimi naimba kwaya, basi nitaenda siku ya Mungu tu vile Mungu anajua, kuonesha unatosheka. Lakini kama wewe maskini ya roho, usipe repetition kubali kuchelewa. Wewe ndio wa kwanza kufika. Tena nitaenda. Tena manake utishiki kama mimi kwenda ile siku na zile sasa nitajika, usikia roho yako mnado kidonda. Maana unapenda kutimiza kama ilivyo. Na kutimiza kwa maskini wa roho ni usirizike. Maana upande uwe na upande. Mtu mmoja akiokoka basi inaisha. Inakuwa ni kulala kwa Mungu. Hapana. Kuna maetape kupanda. Unaona mtu anaokoka anabadilika mpaka unaanza kuona mbona yeye anazidi. Huyu ndio maskini wa roho. Na watu kama hatuje kuwa maskini wa roho, tunaridhika tu. Naokoka basi, nishabatizwa nishabatizwa. Kusoma Biblia, mambo mengine, kazi zingine za kanisa, wala huduma zingine, mtu hajali. Tuombe, hapana kuomba, tufanye nini? Hapana. Wewe si maskini wa roho. Na hawezi kubadilika. Inabidi tubadilike. Ni labda kuna viwango. Katika Ukristo nao kuna viwango. Unaona hiki kiwango mimi hiki ni cha juu sana hiki. Hakufika pale bure. Alifanya kazi. Na hata pale kwenye yupo. Leo unaona hiki wanaomba Mungu na anajiweka kwa Mungu mpaka apande viwango kwa sababu anajisikia kama bado ule ndio maskini wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na hao ndio watakuwa ufalme wa mbinguni watauteka mateka. Kwa sababu hawaridhiki. Lakini tukiridhika tutajikuta tumerudia nyuma. Katikati yetu kuna maskini wa roho. Na tusiridhiki. Tusimame imara kumtumikia Mungu na kwa kumuomba ili ndani yetu mpate kuongezeka na Roho Mtakatifu apate kufanya kazi zake. Amen. Amen. Akasema neno la pili. Neno la pili akasema nini? Akasema hapa, heri wenye huzuni. Hii huzuni tena, heri wenye huzuni watafanya nini? Maana hao
watafarijika. Maana wenye wako na huzuni, wako na maprobleme, wabibi yao wanawakatala, sijui wabibi wanawakatala, sijui sasa watu watafarijika. Wanakosa vyakula, hata nguo siwezi kupata nguo, ana huzuni, ana nafasi ya kulala, hajanunua nyumba tangu afika Amerika. Hiyo si huzuni. Hiyo ni huzuni ya roho. Na hiyo kwa na hiyo huzuni utapata tension mbaya. Hiyo ni si huzuni ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna huzuni ya Mungu yeye anasema hapa, watafarijika. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Maana tunasoma hivi, tunafikiri tunaenda kimwili. Kumbe sio mambo ya mwili, ni mambo ya roho, ya roho. Mambo mazuri sana. Katikati yetu kuna wenye huzuni. Hapa kuna wenye huzuni. Si huzuni unaona hapo kwa kufikiria watu wagonjwa hospitali. Hapana, hiyo sio huzuni. Hiyo sio huzuni Mungu anasema pale. Katikati yetu kuna watu wenye huzuni. Kuna maskini wa roho na kuna wenye huzuni. Hauwezi kuwa na mabeti wewe maskini wa roho, wewe na mwenye huzuni. Naona kama vile ni vigumu kwa mwanadamu. Lakini kila mtu ana kimoja. Kila mtu ana kimoja. Heri wenye huzuni nasema nini? Maana ya wale heri wenye huzuni. Maana hao watafarijika. Hao watu wenye huzuni ni watu wa aina gani? Inasema hivi. Kuhuzunika ni kusikitika, sivyo? Ndio. Mtu akihuzunika maana anasikitika. Siko tikisikitika kwa sababu unakosa gari ya kwenda kazini ama nakosa kazi, hapana. Hivi ni vitu vya kawaida mwili, Mungu aangalie hivi. Ni kawaida. Unaweza pata leo, kesho utakosa, unakosa leo, kesho unapata, hiyo ni kawaida. Lakini huu huzuni ambao hapa ni huzuni wa kiroho. Kuhuzunika ni kusikitika juu ya udhaifu wetu kuhusiana na viwango vya Mungu, vya haki na nguvu zake na ufalme. Hivi ni moja. Pili, twende kwa Israeli. Pia kuhuzunika pia ni kuomboleza juu ya mambo yanayomhuzunisha Mungu. Kuwa na hisia za huruma kama zilivyo hisia za Mungu. Bwana sana. Kuhuzunika, huzuni wewe hapa. Unahuzunika na mambo ambayo unayoyaona yale ambayo hayampendezi Mungu, na wewe hivyo hayakupendezi. Kwa nini watu wanafanya hivi? Unaangalia Mungu, unaona si vitu vizuri. Wewe unahuzunika na nafasi ile ya Mungu anahuzunika, roho yako inahuzunika. Sisi kusema kama utajifanya ama utajizoeza, ni kitu ambacho Mungu anaweka ndani mwako. Wewe ni mwenye huzuni kwa mambo ambayo yanayotendeka kinyume na mapenzi ya Mungu, yanakufanya wewe uhuzunike. Na watu hao Mungu atawafariji. Kwa neno tuwe sana. Ndio huzuni ambao tuko nayo hapa. Huzuni yale mambo yanayotendeka ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu, unapoyasikia na kuyaona, roho yako inahuzunika, roho yako inahangaika, roho yako inakosa amani. Unashindwa anaweza kunifariji kwa sababu kwa nini wafanye hivi? Kwa nini kitu kitokee? Unaona kwa kweli hata mbele za Mungu si vizuri. Wewe roho yako inakuwa kama vile wewe ndio unatangaje, hautafanya kitu, lakini nani unaumia. Hiyo ndio huzuni ya Mungu anasema hivi. Huwa na huzuni kama vile kitu ambacho Mungu anaweza kuhuzunika nacho, wewe unahuzunika nacho nafasi ya Mungu. Kwa hiyo sio sana. Si kitu rahisi. Na hautajifanya. Watu wengi wako hivyo. Watu wengi wakiona mtu mmoja anahangaika na kosa kumsaidia. Kwa nini sasa wakumsaidia? Kwa nini sasa umaacha? Kwa nini? Kwa sababu unahangaika bila kuangalia. Sipende. Ule kipaji anahuzunika. Hiyo inaitwa ni huzuni. Na kuungua rohoni mwetu
juu ya dhambi, uchafu na ukatili unaoidhirishwa duniani na kuungua, roho kupata kosa amani, roho kupata matatizo kwa ajili ya dhambi, maana Mungu atuchukia dhambi. Na mtu wa maskini wa roho ni mtu ambaye anayegonjwa, anayesikia vibaya wakati anapoona dhambi katika maisha yake. Tukiwa hivyo, yani tuko wa maskini wa roho. Maskini wa roho si kushinda kufanya. Wengine wanasema bado ni maskini kwa sababu ameshinda kutafuta pesa. Hapana. Huyo si maskini wa roho. Anaweza kuwa yeye ni tajiri, yeye ni maskini wa roho kwa Mungu. Lakini sisi tunaona leo ni maskini anakosa pesa, lakini kwa Mungu yeye ni maskini wa roho. Ndio ndio sana. Mama sisi tunaona mwili, lakini Mungu anaona ndani. Lakini kwa watu wengine wanasukuma mtu kufanya dhambi, wanasukuma mtu kufanya vibaya. Anasema nini? Hata wewe mrudishie. Hapana. Tusikie. Kama mtu amefanya vibaya, usimrudishie. Kama mtu amekwambia vibaya, wewe usimrudishie vibaya. Ama usimrudishie. Lakini sikia roho yako jinsi inavyoumia. Kwa sababu anasema vibaya. Mbele ya Mungu si vizuri. Wakati Mungu unaumia na dhambi na kosa na mambo tunazozitambua na kuziona, Mungu ni maskini wa roho. Katika yetu kuna maskini wa roho. Lakini matatizo na ajili hii dunia. Kuna mtu labda apende kusema, anaanza kujifunza naye kusema. Kwa sababu mimi sikusema ngana nionee. Hapana. Waache wakuonee tu. Waache wakuonee, lakini usiharibu kitu ambacho kuna ndani yako kwa sababu ya wanadamu. Na wewe fanya hivi, rudishia hivi. Hapana. Tujifunze namna hivyo. Inawezekana wewe ni maskini wa roho, lakini haujijui. Jaribu kuangalia na macho, lakini tunajua utaumia. Ungeza kitu kibaya, unafanya dhambi, unaghariwa, mambo yako si sahihi, na mimi utaamini. Wakati uko unaumia, Mungu yuko anakuona. Wakati Mungu anakuona, ni yeye ambaye atakufariji. Bwana Yesu sana. Ndio maana anasema kama heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Atakayefarijika ni yule mwenye kuwa na huzuni. Kama mtu haiko na huzuni, hawezi kufarijika. Kwa sababu tunaona hapo ndio anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni wao. Hao ufalme wa mbinguni wao, maana wao utafarijika. Na wote watafika mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni wa watu wote. Lakini nipenda kutofautisha kidogo kwa sababu watu kujielewa. Uelewe kulicho nacho. Kwa sababu kutokujielewa kwetu inatufanya sisi tuwe ovyo ovyo. Lakini ukijielewa hautakuwa ovyo ovyo. Sema mimi hapa sipitaki hapa. Hapana kujifanya. Hapana. Unalinganisha na mapenzi ya Mungu, hapa sipitaki hapa. Na hapa utajua kwamba mimi ni maskini wa roho ama mimi ni mwenye huzuni. Kwa sababu tunasema mwenye huzuni. Haki na amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Tusome Warumi 14:17. Warumi 14:17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo haya umpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo yafuatayo kwa kujengana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi ya Mungu. Kweli vyote ni safi, bali ni vibaya kwa mtu alaye na kujikwaza. Ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
Kwa kufarijiwa kwetu mbinguni tutakula, lakini tutafarijika na amani. Si kula wala kunywa, lakini tutafarijika. Hakuna vikwazo, hakuna njaa, hakuna dhambi, hakuna kitu chochote kibaya ambao utakiona mbele yako. Utakuwa amani na furaha. Tunafarijika, tutafarijika. Hapo tunapenda tu tukaikae hapa tu tunakula. Huzuni haijaisha ama inaisha? Naamini huzuni inaisha, kwa sababu wakati mtu kama yule ambaye ana huzuni kwa sababu ya matendo mabaya anayoyaona na anapata huzuni ndani ya roho yake, Mungu atamfariji. Amen. Na kama ni wewe ni mwenye huzuni, wewe ni mwenye huzuni, na mimi Mungu ndiye atakufariji. Kama wewe ni maskini wa roho, ufalme wa mbinguni ni wako. Katikati yetu kuna wenye huzuni, katikati yetu kuna maskini wa roho na mambo mengine yote sipendi kuyataja kwa sababu leo sikuyadairisha kuyasema, lakini yale mawili uendelea utushikia kwamba mimi ni mwenye huzuni ama ni maskini wa roho. Na kama wewe si mwenye huzuni, wewe si maskini ya roho, cha kwako kitakuja hapo chini. Na unapoona hiki ni cha kwangu, usikwepe, ni baraka yako kujielewa na kujua ya kwamba mimi ni nani mbele za Mungu na katika vile ninapoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno hili liwabariki na pendo na amani ya Yesu. Amen.